Kwa jina naitwa Goodness John. Katika hili eneo ambalo wewe unaishi, unajua, unaelewa habari ya ukatili, ni mambo gani ambayo umeyaona huku yanayofanania kwamba huu ni ukatili ambao umetendeka? Ukatili kwa wanawake au ukatili kwa watu wote? Yaani kwa binadamu yote anaishi katika kata hii ya Mbingi. Huwa ukatili mwingi ni kwa wanawake wanaofanyia ukatili na waume zao, na kwa watoto pia. Wamama wanafanyiwa ukatili kama ukatili wa kutopewa haki zao za kimsingi. Na watoto pia wao nao hawapati haki zao za kimsingi. Tukizungumzia habari ya elimu, watoto namna gani wanahimizwa kwenda shule? Kwa kuhimizwa kwenda shule, kweli wazazi wanajitahidi kuwahimiza kwenda shule, lakini wakuta wazazi wengine hawawapi watoto wao haki za msingi zinazowastahili. Kwa maneno kwamba wanawafanyia ukatili. Wanawafanyia, huo ndio ukatili, kwa sababu mtoto atakapokuja anakuambia sina daftari, tamwambia mimi nitoe wapi? Kwa hiyo huyo mtoto aende akapate wapi daftari au kalamu? Huo ndio ukatili wanaofanyiwa. Unakuta watoto njiani wanazurura na hawana mahali pa kwenda, kwa sababu ametoka nyumbani akamwambia mimi mpate wapi hela ya kukupa hizo daftari au kalamu. Sasa huko shuleni mwalimu amemtimua akamwambia nenda kalete daftari. Kuna kawaida ya kuwaita wazazi shuleni? Ndio. Na nini kinatokea baada ya kuona watoto hawajapewa haki zao za msingi, na mtoto amekaa na zurura, anarudi anafika njiani anasema naenda shule, wakati mwingine kwa kuogopa kwamba labda madaftari hana? Wazazi wanashughulikiwaje? Ndio hiyo, wazazi wanashughulikiwa, lakini tukifika kule tukaa kwenye hicho vikao vya walimu na wazazi, huwa mawaidha ni hayo kwamba watoto wasifukuzwe. Kwa sababu sio kufukuzwa, wanaambiwa wasitumwe nyumbani, kwamba nendeni mkalete vifaa kama hivyo daftari au chakula cha shule, hela hiyo ya kulipia chakula. Sisi tunatoa chakula, hatutoi hela. Ni chakula makandi. Nendeni mfuate chakula nyumbani. Akija mwambie wewe mwalimu, hivi vyakula mimi chakula nakipata wapi? Sasa wewe kama mzazi, wewe mtoto aende akapewe na nani? Apate wapi? Huu ndio ukatili tunaowafanyia watoto. Kabisa. Kwa hiyo huu ni ukatili unaofanyika kwa watoto. Sasa tukirudi kwa wazazi, wewe ni baba. Baba, mtoto hana chakula cha shule. Ametumwa leo afuate chakula cha shule. Kwa hiyo mimi nikakipate wapi? Hauoni kwamba sina hela? Sasa kama mama, si unajua mama tu wadhaifu, wakati mwingine huna kazi. Unajua huko kwetu ni milimani. Sina kazi. Mimi nitapata wapi hela ya kumpa mtoto chakula cha shule au ada ya shule? Unakuta kwamba kweli mazingira huwa ya kusoma wakati mwingine watoto yanakuwa magumu. Unakuta hata wakati mwingine watoto wetu wanafeli kwa sababu hawapati haki za msingi zinazowastahili. Wewe ni mzazi. Ndio. Una neno gani la kusema? Neno langu la kusema ni kwamba tujitahidi, tushirikiane sisi kama wazazi, baba na mama, kujali hawa watoto ili wapate haki zao za msingi. Tuje hapa kwa swala la wababa kutokuwatimizia haki zao za msingi wa mama. Muliwahi kulitafutia ufumbuzi wote wa mama, labda mkakaa mkasema hili tulitafutia ufumbuzi wa namna ya kwenda ili jambo liendeleke? Wamama wamekaa ndio hiyo wanajihusisha na vibiashara vyao, kwa sababu hiyo wote kwamba wababa wote ni wakatili. Ni wakatili, sio wababa wote ambao ni wakatili. Kuna wengine ambao wanajitambua, nafanya nafasi zao, lakini wengine huwa wanajihusisha na mambo ya ulevi. Kwa hiyo nashindwa kukaa kufanya kukaa mkazungumza, kwa sababu mwenzako wako wawili mara, kwa sababu kama amepiga maji na maana unaweza kawa anazungumza afu anayezungumza ni mwingine. Ndio hivyo. Ni jambo gani ambalo wamama mmelifanya? Kwa sababu nimesema wamama huwa wanakusanyika sasa kufanya biashara zao. Neno kuu ambalo mmekuwa mkilijadili wamama kuhusu swala la ukatili ni nini? Tunalolijadili ni kwamba wamama kwa huu ukatili tunaofanywa na wanaume, kwa sababu sio wamama wote kama nilivyokuambia mwanzo, kwamba sio wamama wote ambao wanafanyiwa ukatili, ni baadhi. Kwa hiyo wale ambao ni baadhi, tunashauriana, wewe kama huyu mwanaume amekuwa hivi, wewe jitahidi fanya hivi. Tafuta kimtaji chako, anza kulima, anza kufanya vibiashara ili ujikwamue na hii hali ambayo inakukuta. Utaweza kusomesha watoto wako, utaweza kujikimu katika mahitaji yako. Kwa hiyo pambana. Hiyo kikutana tunashauriana kwamba mwenzangu, sasa hivi huyu baba kwa sababu tunaambizana, baba yuko hivi pamoja na hivyo shaza watoto, huwezi kuacha watoto wako, pambana, fanya
fanya hivi ili uweze kukwamua familia yako. Niwapongeze sana kwa sababu mnafanya jambo la kutiana moyo. Wengine wangekuwa wanapelekeana maneno ya uchokozi ili kwenye familia kule mambo yaharibike kabisa. Nawapongeza sana kwa hilo. Labda kuna habari ya uchokozi wote labda ambao mama anafanya, unawafanya wababa wakatishwe tamaa kwamba hawezi kufanya chochote? Hapana, kwa mama hapa si wakorofi kwa kweli. Hapana. Wanakula nini ili wasikorofike? Wanakula nini wa mama? Maana kuna mazingira hakuna nani wanachokula, japo huwa ni wamama ambao ni wapambanaji, alafu ni wamama wavumilivu sana. Na wanajitambua. Akishakuta kwamba nani yuko hivi, wewe tunaelekezana, huoni jirani yako fulani? Huoni haya alikuwa hivi, lakini huoni sasa hivi alivyopambana? Huoni mambo yake yanaenda? Na wewe jitahidi hivyo hivyo, acha kukata tamaa. Tunatiana moyo kwa hali hiyo. Kwa hiyo unakuta wote ndio unatuona, hakuna ambaye yani kama wapo ni wachache wanaorudi nyuma, wanaokata tamaa kwamba jamani mimi nimeshindwa. Lakini wengi wanajipa moyo, huwa nani wanaendesha maisha yao kwa hiyo. Nawashukuru sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, wa mama wa eneo hili la Kilongaya, pamoja na changamoto wanazozipitia za ukatili, lakini wenyewe wako bega kwa bega kutiana moyo kusudi maisha yaende. Upoe mama ambaye ukipata changamoto kama hizi unakata tamaa kabisa, naomba upate mfano kutoka kwa hawa mama wa huku mkoani Kilimanjaro, eneo hili la Kilongaya, ni kata hii ya Mpinji, tarafa ya Mamba, ni wilaya hii ya Same, ambako wamama wanatiana moyo katika mambo mazuri. Nikushauri mama wangu, hebu tuwatie wenzetu moyo. Wengi naomba tulikanushe hili kwa vitendo, wanaposema wamama hawanaga ushirikiano. Hebu tuone namna ya kufanya. Tuchukue mfano hawa mama wa huku ambao wanatiana moyo na kushirikishana na kuonyeshana njia ya namna ya kupenya ili wabaki kwenda kwenye ndoa zao, alafu waendelee kufurahia maisha. Mungu akubariki sana, tukutane tena wakati mwingine. Ni mimi wako Nyapara. Chao.